Mimi nakupenda sana. Najua unanipenda pia. Lakini tazama, nguo zangu chafu. Alafu isitoshe mimi nikibangaiza kule nimepata kishilingi 1000, shilingi 2000 mke wangu anakupatia. Ili angalau nifulie angalau mimi mwenyewe nguo zangu nijistiri ninapokuwa natembea kwa rafiki zangu. Basi angalau nakuwa napendeza na mimi, lakini hivyo vitu nifanyie mke wangu. Isitoshe hata chakula tu, hichi chakula tu kama chakula. Jana nimelala na njaa. Na sijajua tatizo nini. Unajua nini mume wangu? Ndio mke wangu. Chanzo cha matatizo yote haya mpaka wewe kulala njaa ni wewe mwenyewe. Kwa sababu nilisha kuambia mume wangu tupange hata nyumba huko nje, tujitegemee. Lakini wewe hunielewi, ndio maana haya yote yanatokea. Kwa hiyo chanzo cha matatizo yote ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo mke wangu, mimi kukaa hapa kwenu ndio sababu ya mimi kunilaza njaa, si ndio? Mbona pesa natafuta, hela sabuni naacha, hela chakula naacha. Kwa hiyo sababu tunakaa kwenu ndio umeamua kuninyima chakula. Mimi sio kwamba sitaki kwenda kupanga. Hapana. Uchumi wangu bado hujakaa sawa. Ukikaa sawa tutatoka. Sio ninyime chakula mamangu. Mume wangu, tatizo sio mimi. Aliyetoa amri ya kutokula jana wewe hapa ni mama. Na ndo aliyesema kwamba mimi nisikuachie chakula mume wangu. Sio kwamba mimi siumii, naumia pia. Lakini inabidi kwa sababu tupo kwenye nyumba ya watu hii. Kwa mke wangu mama mkwe ndo amesema usinipe chakula. Na mtani huwa nyie. Hapana mume wangu. Hakuna hata kipolo umebakiza jana? Hamna, tulipiga chote. Na kingine mume wangu, ukiendelea kung'ang'ania kukaa hapa. Kwa kweli mimi nakushauri tafute chumba tujipangie. Maana ukiendelea kukaa hapa mimi nakwambia kia mama nakwambia. Kila siku utakuwa nikujilalamisha tu. Mara hujanipa chakula, mara nimelala njaa, mara sijakufulia nguo mume wangu. Hapana. Alete basi hata mwana. Sawa mume wangu. Ona maisha bongo yanavyotesa, kila kukicha afadhali ya jana. Unanicheka mwanangu, yani unacheka. Hamna bwana. Yaani kuona yani upo tu au tayari umepiga vitu vyetu. We, toka lini ukapiga vyombo muda huu? Unakuna jitakia mema kweli. Ila sema nini? Ndio nilikuwa nakuja nyumbani kwako saa hizi. Kuna jambo nataka tuzungumze. Lazima kwenda nyumbani? Hapa tutaweza kuzungumza. Yazungumzika tu hata hapa. Haya mambo. Basi tu yani. Unajua bwana Moses? Si unajua mimi nakaa na mke wangu pale nyumbani. Nyumbani. Sema ukweni, sio nyumbani. Sawa. Pale ni ukweni lakini ukweni ni sawa na nyumbani. Pale ni nyumbani. Tuishie tu kusema ni nyumbani. Kusema ni ukweni unanizihaki, pale ni nyumbani. Wewe nisikilize tu, nimekuja kueleza shida gani kwako, basi mambo mengine yaendelee. Tuachane na hayo. Twende kwenye point. Point yangu ni kwamba natafuta chumba. Nihame pale nyumba lakini sina pesa. Kwa lengo kubwa nataka uniazime kama 50,000. Nikatafute chumba nitoke pale. Siku 2-3 nikipata nitakurudishia hiyo pesa kaka. Bwana, mimi sina pesa wala chani. Ila nataka nikupe ushauri. Mke wako yule yuko peke yake, hana mdogo wala hana kaka. Sawa?
Cha msingi huwa baba huwa mama, baki na nyumba. Kitu gani unakaa na mali nje hapo? Kaja hivyo mtoto wa kiume. Fanya chapu na mganga namuelewa. Na mganga noma. Sawa, nimekuelewa rafiki yangu. Kwa mganga, afu hilo kweli wazo. Nikimfieka baba mkwe, nikamfieka na mama mkwe, tunalia siku 2-3 pale, shako matajiri. Nitakupa nyumba moja na uje ukae pale. Hakika. Alamba tam, alamba tena tam, alamba tam. Vua vya miguuni kabla hujafika hapa. Vua vya miguuni. Alamba tam, alamba tena tam, alamba tam, alamba tena tam, alamba tam, alamba tena tam, alamba tam, alamba tena tam. Kabla hujaeleza shida yako, inabidi uniimbie nyimbo ya Kasongo. Niimbie. Kasongo mbona wewe? Hey! Kasongo nanga. Hey! Kasongo mbona wewe? Hey! Kasongo nanga. We! Unaimba taratibu shida. Aya, niambie shida yako. Mganga, shida yangu mimi sio kubwa sana. Naamini kwako kila kitu kinawezekana mganga. Mimi mganga nakaa ukweni. Sasa pale ukweni wananinyima ugali. Istoshe wananinyima sabuni ya kufulia nguo. Kuna muda mimi na tafuta pesa na mwachia mke wangu, lakini pamoja na kuacha pesa, kuna baadhi ya mahitaji hawanitimizii. Sasa mganga, kilichonileta hapa kwako ni kitu kimoja tu. Acha kujizungusha mtoto wa kiume. Sema shida yako mbanga wewe. Mganga, mimi ambacho nataka unisaidie ni kitu hichi kimoja tu. Nataka nimuue baba mkwe wangu na mama mkwe wangu ili nibaki nimiliki mashamba, nyumba na kila kitu. Ili mimi sihame pale nyumbani, sina pesa kwa saizi na hali ngumu mganga. Kwa hiyo nataka tu dawa ya kunisaidia ni waue wote. Afu baada ya hapo sasa nitakufanyia kitu kizuri ambacho wewe mwenyewe utashangaa mganga. Endapo tunisaidia. Kazi ndogo sana hiyo kijana. Kazi ndogo sana. Tageuza kijimoto. Yani kazi ni ndogo sana. Kazi ni ndogo. Yani kilichobaki tu ni masharti. Mganga, kiufupi ni kwamba kwa sababu nina mipango mikubwa ya kuwa tajiri, ya kumiliki mali za baba mkwe wangu, nitatekeleza kitu chochote kile utakachoniambia. Iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku wa manane. Nitatekeleza kwa jambo lolote lile utakaloniambia. Usijali sana kijana. Satu makini. Mungu asangata maya. Tela babu lakini kohone. Shariti la kwanza nakupa. Kalale kwenye siafu siku 7. Kalale kwenye siafu siku 7. Shariti la pili, nenda katafute jasho la nyoka. Jasho la nyoka tena koboko. La mwisho ambalo ni la 3, nenda kanitafutie kunguru albino, nikimaanisha mweupe hana doa lolote. Kanitafutie vyote hivyo, ukiyaweza utafanikiwa. Sasa kijana, unaweza ukaondoka. Ukifanikisha yote hayo, unaweza ukaniletea hapa vile nilivyokutuma vyote. Wewe
Usipite huku. Pididi akakupididi. Pita huku. Mbanga wewe. Tako kaka lioni. Alamba. Alamba tena. We, subiri. We, nini tena? Yaani kama mashariti yenyewe ndio yale niliyoyaona, yaani hivi nyoka ina koboko unamfahamu? Koboko? Koboko si unamfahamu? Mganga nadai nikachukue jasho la koboko nimpelekee. Sasa bora nizeekee ukweni kuliko nifi. Subiri kwa. Mimi nakufaje? Maana wewe shelti dogo kama hilo umeshindwa. Kanisaidia kuniletea jasho la koboko. Alafu ukishaniletea jasho la koboko nitampelekea mganga. Haya, mwenye kati yangu mimi na wewe nani mwenye shida? Huyu vipi huyu? Alafu tukifika kule uanze kusema kwamba sijui nikopeshe hela sijui. Haulambi. Ngoja uone.